Kijana aliyekuwa akihudumia maji alitambua kidole kilichovunjika cha msichana kwa kumtazama mara moja tu. Akachukua ice cream kutoka kwa mvulana aliyekuwa pembeni yake, akaimeza, kisha akatumia kijiti cha barafu kutengeneza kifaa cha kuimarisha kidole cha msichana baada ya kuvua mpira wa nywele uliokuwa mkononi mwake. Kwa utani, akaomba malipo ya matibabu, lakini msichana akajibu kwamba hakuwa amemwomba msaada. Akamchezea akili, akisisitiza amlipe, na alipokuwa anaondoka, akamkumbusha aende hospitali kwa uchunguzi. Msichana na baba yake wakaenda hospitalini ambako daktari alishangazwa na jinsi kidole kilivyokuwa kimeimarishwa haraka, akisema kwamba kama isingefanyika hivyo, angeweza kupoteza kidole chake. Daktari akaagiza uchunguzi wa X-ray, lakini kabla tu ya kufanyiwa uchunguzi huo, msichana akasikia sauti aliyokuwa anaifahamu. Alikuwa ni yule mwanaume aliyemsaidia. Baba yake alipokuwa akijaribu kumshukuru, ghafla akaanza kukohoa sana. Mwanaume huyo alipotambua kuna jambo lisilo la kawaida, akaweka mkono wake kifuani mwa baba ili kumchunguza. Baba akamsukuma, akisisitiza kuwa ni mafua ya kawaida tu. Hata hivyo, kupumua kwake kukazidi kuwa kugumu. Wakati huo huo, ajali ya barabarani ilisababisha watu wengi waliojeruhiwa kuletwa hospitalini, jambo lililoacha madaktari wakiwa na shughuli nyingi. Msichana aliyekuwa na wasiwasi akajaribu kutafuta mtu wa kumwangalia baba yake, lakini hakuna aliyempa umuhimu. Akapaza sauti kuomba msaada, lakini madaktari walirudi haraka kuwahudumia waathirika wa ajali. Mtoa maji aliyeitwa Parkoon aliona kila kitu. Daktari mmoja alipofika kumsaidia baba yake, aliitwa ghafla kwenda kusaidia waathirika wa ajali. Parkoon akafuata, akihisi kuna jambo baya. Wakiwa ndani ya lifti, baba wa msichana akaanguka ghafla. Parkoon na daktari wakamsaidia haraka. Daktari alipokwenda kuchukua vifaa, Parkoon akaweka mkono wake kifuani mwa baba na mara moja akaona taswira ya 3D ya moyo wake. Akagundua kuwa mwanaume huyo alikuwa anapatwa na mshtuko wa moyo, cardiac arrest, lakini daktari alikuwa anatumia tu barakoa ya oxygen. Parkoon akasisitiza wachunguze moyo. Baada ya kusita kidogo, daktari akakubali na akagundua kuwa Parkoon alikuwa sahihi. Kisha akaanza mara moja ufufuaji wa moyo na mapafu. Kwa msaada wa Parkoon, mapigo ya moyo ya baba yakarudi, lakini alihitaji upasuaji wa haraka sana. Chumba cha upasuaji kikaandaliwa, lakini daktari bingwa wa upasuaji hakuwepo kwa sababu alitoa huduma kwa wagonjwa wa ajali ya barabarani. Msaidizi akaonya kuwa kama wasingechukua hatua haraka, baba angekufa. Kwa machozi, msichana akatambua kuwa Parkoon ndiye pekee aliyekuwa anaweza kumwokoa. Akamsihi afanye upasuaji, ingawa kufanya hivyo kungeharibu kabisa maisha yake ya kazi kwa sababu alikuwa amepigwa marufuku kufanya upasuaji hospitalini. Parkoon akiwa ameguswa na ombi la msichana, akakubali kimya kimya. Akajiandaa kwa upasuaji, na alikoingia chumba cha upasuaji, kila mtu alishangaa. Upasuaji ukaanza, na kwa mashangazo ya wote, hakukuwa na damu alipofanya upasuaji. Ustadi wake uliwashangaza madaktari, ingawa hakuna aliyefahamu kuwa Parkoon alikuwa ametumia miaka 5 iliyopita akiwa amefungwa katika taasisi ya siri ya utafiti. Wapo alifanya maarasimu ya upasuaji kwa kiwango cha mafanikio ya 100%. Alipofika hatua nyetesi ya upasuaji, umeme ukakatika ghafla, jambo lililowatia hofu watu wote waliokuwepo. Hata hivyo, daktari mkuu baki mtulivu, akitegemea uzoefu wake wa miaka mingi, akaendelea kukamilisha upasuaji mgumu gizani. Katika mazingira magumu haya, alikuwa ameunda roho ya ujasiri mkubwa. Hakujua jina la binti, lakini alimtibu baba yake kwa wema tu. Upasuaji ukafanikiwa. Wakati huo, Daktari Soo-hyun aliwasili akiwa na mashaka kuhusu daktari mkuu wa ajabu. Hakusadiki kwamba mtu anayesambaza maji angeweza kufanya upasuaji mgumu kiasi hicho. Daktari Soo-hyun akadai upasuaji usimamishwe mara moja. Parkoon akamuuliza kwa utulivu, nikisimamisha zoezi unaweza kuulimalizia? Lakini Soo-hyun hakuwa na uwezo wa kufanya upasuaji huo kwa sababu hakuwa ameuwahi kuufanya. Hata msaidizi alikiri kuwa hakuwa na ujuzi wa kutosha na akamhakikishia kuwa ingawa Parkoon hakuwa daktari, uwezo wake ulikuwa wa kipekee. Kwa kusita, Soo-hyun akaondoka chumba cha upasuaji na akaita ulinzi, akipanga Parkoon akamatwe baada ya upasuaji. Hivyo basi, upasuaji ukakamilika kwa mafanikio na baba wa binti akapona. Soo-hyun akamtafuta yule muuza maji, lakini hakumpata. Parkoon alipokuwa anaondoka, Soo-hyun akamkamata na akampiga kofi bila maelezo. Parkoon hakubishana, alisema tu kuwa haijalishi yeye ni nani, ili mradi mgonjwa amepona. Soo-hyun akajaribu kumpiga tena, lakini Parkoon akamshika mkono, ndipo akampiga na mkono wa pili. Wakati huo huo, chumba cha dharura kikapiga simu kikielezea kuwa baba wa binti alikuwa na matatizo baada ya upasuaji na shinikizo la damu lilikuwa linashuka kwa haraka. Madaktari waliokuwepo wakapatwa na hofu,
lakini Parkoon alikuwa tayari ameliona hili. Akaelezea hali ya mgonjwa kwa kina na kupendekeza suluhisho. Daktari Han aliyekuwa amefanya upasuaji akaingia haraka kufuata ushauri wa Parkoon na matokeo yakawa sahihi kabisa, jambo lililowashangaza wote akiwemo Su-hyun. Pamoja na hayo, Su-hyun bado alidhamiria kumzuia Parkoon. Daktari Han akaeleza kuwa hata kama Parkoon angekuwa na leseni ya daktari, hangeweza kufanya upasuaji bila usajili rasmi hospitali. Kwa bahati nzuri, mgonjwa hakupata matatizo mengine, lakini Daktari Han akamuonya Parkoon asirudi tena hospitali. Parkoon akiwa na hamu ya kuondoka, aliendelea tena na kazi yake ya kusambaza maji. Hata hivyo, daktari mwingine alijaribu kumkamata katika kliniki ya faragha iliyokuwa eneo la mbali. Ndani ya kliniki hiyo, daktari mmoja alikuwa akiendelea na upasuaji wa mwanaume mwenye michoro mingi ya tatuu mwilini. Upasuaji ulikuwa umefika katikati, ndipo daktari akadai malipo. Akiwa amechoshwa na hali hiyo, mmoja wa vijana wa mwanaume huyo akakasirika sana. Daktari akabonyeza kidonda cha mgonjwa kwa nguvu, jambo lililomsababisha mwanaume kupiga kelele za maumivu, na hilo likawaogopesha vijana wake. Parkoon akaingilia kati na kusema kuwa gharama ya upasuaji ingekuwa dola 150,000 na kwamba kila mshono ungelipiwa 10,000. Alieleza kuwa mwanaume huyo angehitaji takriban mishono 10 ambayo jumla yake ingekuwa 100,000. Mwanaume alipokuwa akisita kulipa, Parkoon akabonyeza tena kidonda mpaka malipo kamili yalipofanywa. Upasuaji ukakamilika kwa mafanikio. Ili kupata pesa zaidi, Parkoon alifungua kliniki yake binafsi. Umaarufu wake uliongezeka sana baada ya kumwokoa baba wa msichana kule hospitalini. Siku moja, daktari mmoja alitembelea kliniki ya Parkoon na akaona kwa macho yake mwenyewe ustadi wake wa ajabu. Daktari huyo alitaka Parkoon ajiunge na hospitali yao ili kushindana na Dr. Han aliyekuwa daktari bora zaidi pale. Mwanzoni Parkoon hakuwa na nia, akifikiri kuwa kliniki yake ilikuwa inaleta pesa kwa kasi zaidi, lakini daktari alipompa kiasi kikubwa cha fedha, Parkoon alikubali. Miaka miwili iliyopita, kundi la wafungwa lililetwa hospitalini ambako Parkoon alikuwa anazuiliwa. Wakati huo aligundua kuwa mmoja wa wafungwa alikuwa amevaa bangili ya uzi mwekundu, zawadi aliyokuwa amempa mpenzi wake Ji-hye walipokuwa vijana. Hakuamini macho yake. Alipovuta kitambaa cheupe kilichokuwa kimefunika uso wa mfungwa, aligundua kuwa kwa kweli alikuwa Ji-hye, mpenzi wake. Akiwa na dhamira thabiti ya kumwokoa, Parkoon akaamua kumchukua Ji-hye na kumtorosha hospitalini. Akiwa chini ya uangalizi wake, Ji-hye alipata fahamu haraka, na walipoona walinzi hawakuwa makini, Parkoon akatoroka naye. Hata hivyo, hatma haikuwa upande wao. Muda mfupi baadaye, walikamatwa na walinzi wa taasisi ya siri ya utafiti. Parkoon akaacha kukimbia. Mmoja wa watu waliovaa mavazi meusi akafyatua risasi kuelekea Ji-hye. Alipokuwa karibu kuanguka ndani ya ziwa, Parkoon aliweza kuushika mkono wake, lakini Ji-hye akiwa hataki kumvuta Parkoon katika hatari zaidi, akaamua kuachia mkono wake. Baada ya hapo, Parkoon alifuatiliwa na polisi, akakamatwa na akarudishwa kwa lazima katika nchi yake ya asili. Aliporejea, Parkoon alianza kumtafuta Ji-hye kwa kukata tamaa, akitafuta taarifa yoyote ile. Hatimaye alikutana na rafiki wa zamani aliyempeleka katika chumba cha chini ya ardhi cha siri. Kwenye skrini, Parkoon alimuona Ji-hye, mpenzi wake ambaye alikuwa amekuwa akimtafuta kwa muda mrefu. Mwanaume huyo akamwambia Parkoon kuwa kama angetaka kumwokoa Ji-hye, angehitaji pesa nyingi sana. Hiyo ndiyo sababu Parkoon alijikita sana katika kutafuta pesa. Wakaenda hospitalini ambako Parkoon alijadiliana masharti na Dr. Moon. Wakati huo, Parkoon alidhani amemuona Ji-hye, akakimbia haraka kumfuata, lakini mwanamke huyo akatoweka kwenye kona ya jengo. Akiwa na hasira, akakabiliana na mpelelezi binafsi aliyekuwa amemwajiri kumtafuta Ji-hye, kumuuliza kwa nini alikuwa amemdanganya. Mpelelezi alisisitiza kuwa Parkoon alikuwa amemchanganya mtu mwingine na Ji-hye, akidai kuwa walifanana tu kwa sura. Parkoon akaanza kujishuku mwenyewe, lakini baada ya kuondoka kwake, mwanaume wa ajabu alimkaribia ule mpelelezi, akamuonya asiche kuchunguza mahali alipo Ji-hye. Baadaye, kwa msaada wa Dr. Moon, Parkoon akapata kazi hospitalini. Dr. Moon hata akampa kiasi fulani cha fedha za bima. Parkoon kisha akarudi kwa mpelelezi, akamwambia aendelee kumtafuta Ji-hye na akaahidi kugawanya pesa. Siku ya kwanza ya Parkoon kazini, alikutana na Su-hyun aliyemchapa teki mara moja. Kabla hata ya kujibu chochote, dharura ikatokea hospitalini. Parkoon akakimbilia eneo la tukio ambako alimkuta mgonjwa aliyepata mshtuko wa moyo. Cha kushangaza, muuguzi aliyekuwa zamu alisimama bila kufanya chochote kwa sababu mgonjwa huyo alikuwa amesaini hati ya kukataa kufanyiwa ufufuo wa moyo. Parkoon akiwa hawezi kumtazama mtu akifa mbele yake, alifanya kila alichoweza kumwokoa mgonjwa na hatimaye akafanikiwa. Alipokuwa akimchunguza mgonjwa, Parkoon aliona bangili kwenye mkono wake na akapatwa na mshtuko mkubwa wa hisia kwa sababu ilikuwa ile ile aliyowahi kumpa Ji-hye zamani. Akiwa mchanganyiko, akaanza kujiuliza uhusiano baina ya Ji-hye na mgonjwa huyo. Baada ya uchunguzi, aligundua kuwa mgonjwa huyo alikuwa ni mama ya Su-hyun. Parkoon akaitazama bangili ile, akatambua kuwa kuna jambo kubwa halijawa sawa. Ndipo akafanya uamuzi wa hatari, akaichambua hali ya mgonjwa na akaiiga upasuaji wa
akilini, lakini haijalishi alivyofikiri, upasuaji huo ulikuwa hauwezekani. Hii pia ilimaanisha kuwa alikuwa amepoteza dalili nyingine ya mahali alipo Ji-hye. Mama ya Soo-hyun alimwacha Soo-hyun akiwa mtoto na kumwacha na baba yake, jambo lililomsababisha Soo-hyun kubeba chuki kubwa moyoni mwake. Soo-hyun alipokuwa ikielekea kuondoka hospitalini, mama yake akamshika mkono kwa udhaifu. Soo-hyun akiwa amezingiwa na hisia, akamkabili mama yake kumuuliza kwa nini alimwacha, lakini kabla mama yake hajajibu, akaanguka na kuingia katika koma. Akiwa hana la kufanya, Soo-hyun akampigia simu mpenzi wake Dr. Han akitumaini kuwa angeweza kumwokoa mama yake. Hata hivyo, Dr. Han hakujibu simu kwa sababu alijua kuwa upasuaji huo ulikuwa na uwezekano wa mafanikio wa karibu 0% na hakutaka kuhatarisha sifa yake. Soo-hyun akiwa hana msaada wowote, akatambua kuwa Park-hoon ndiye pekee aliyekuwa na uwezo wa kufanya upasuaji huo. Wakati huo, Park-hoon alikuwa bado akirudia upasuaji huo akilini mwake, tayari kukata tamaa. Lakini alipokuwa karibu kusimama kabisa, Soo-hyun alimkaribia akiwa na moyo uliovunjika. Akaiga ishara aliyokuwa ameiona kutoka kwa msichana mwingine, akaweka sarafu mkononi mwa Park-hoon akimsihi amsaidie kumwokoa mama yake. Baada ya Park-hoon kufahamu kuhusu uhusiano mgumu kati ya Soo-hyun na mama yake, Park-hoon alikubali mara moja kujaribu. Kiwango cha mafanikio cha Park-hoon katika upasuaji kilikuwa 100% na mara zote alikataa kufanya upasuaji kama hakuwa na uhakika wa kufanikiwa. Lakini safari hii aliamua kuchukua hatari, hata kama kulikuwa na uwezekano wa 0.1% tu wa mafanikio. Alikuwa tayari kujaribu upasuaji huo. Hata hivyo, kabla tu haujaanza, daktari wa hospitali aliyekuwa akitazama kutoka chumba cha uchunguzi alitoa amri ya kusitisha upasuaji mara moja. Hali hiyo ilimchanganya Park-hoon, na alipomtazama Soo-hyun aliyekuwa pembeni yake, hatimaye alitambua kuwa yeye ni binti wa rais wa hospitali. Akiwapuuza maagizo ya mkurugenzi, Park-hoon aliendelea na upasuaji. Soo-hyun aliguswa sana na uamuzi wake wa kukaidi. Dr. Han, baada ya kusikia kuhusu upasuaji huo, alikimbilia hospitalini, lakini Soo-hyun tayari alikuwa amejawa na masikitiko makubwa dhidi yake. Upasuaji ulichukua saa 7 nzito, huku Park-hoon akifanya kazi kwa umakini mkubwa. Hata hivyo, tatizo lilijitokeza. Licha ya jitihada za Park-hoon kutoa huduma ya dharura, hali ya mgonjwa ilizidi kuwa mbaya na ikawa wazi kuwa maisha yake yalikuwa yakitoweka. Soo-hyun akiwa hawezi kukubali kifo cha mama yake, akamsukuma Park-hoon pembeni na akajaribu mwenyewe kumfufua mama yake. Park-hoon akiwa na huruma kubwa alimtazama Soo-hyun, lakini hakukuwa na kitu kingine alichoweza kufanya. Soo-hyun alivunjika moyo kabisa, akiwa bado haelewi kwa nini mama yake alimwacha alipokuwa mtoto. Sasa alikuwa amepotea milele. Park-hoon alimkumbatia kwa nguvu akijaribu kumfariji. Wakati huo, Dr. Han aliwasili na alimuona Park-hoon akimshika Soo-hyun, jambo lililoamsha hisia tata moyoni wake. Baadaye, Dr. Han alitafuta kulipiza kisasi dhidi ya Park-hoon na hospitali ikafanya kikao cha kinidhamu siku iliyofuata. Wakati wa kikao hicho, Dr. Han alimkabili Park-hoon akimuuliza kwa nini alifanya upasuaji huo. Park-hoon kwa utulivu alisema kuwa alifanya kwa ajili ya pesa, jibu lililowashangaza watu wote waliokuwepo. Hata hivyo, hawakujua kuwa Park-hoon alikuwa amepokea sarafu moja tu kutoka kwa Soo-hyun na kwamba alikuwa anajaribu tu kumsaidia mama yake bila kutaka mambo yawe makubwa zaidi. Park-hoon alijinyenyekeza mbele ya Dr. Han na kaondoka, lakini Dr. Han hakutaka kuacha jambo hilo. Akiwa amejaa hasira, Park-hoon akamlipukia kwa maneno akisema kuwa Dr. Han hafai kuwa daktari. Park-hoon akamshutumu kuwa kukataa kufanya upasuaji kwa wagonjwa wenye uwezekano mdogo wa kuishi ili tu kulinda rekodi yake kamilifu ya mafanikio. Unawaacha tu wafe? Park-hoon akauliza, akimwacha Dr. Han hana la kusema. Soo-hyun pia alionyesha masikitiko makubwa kwa Dr. Han. Baadaye, Soo-hyun alikwenda mahali mama yake alipokuwa amepumzishwa, ambako alikutana na Sang-hee, mwanamke aliyefanana sana na mpenzi wa zamani wa Park-hoon aliyepotea kwa muda mrefu. Ilibainika kuwa Sang-hee alikuwa daktari binafsi wa mama yake. Sang-hee akamkabidhi Soo-hyun vitu vya mama yake na akafichua kuwa mama yake Soo-hyun alimpenda sana siku zote. Sababu iliyomfanya amwache alipokuwa mtoto ni kwa sababu bibi yake Soo-hyun alitaka binti yake aende kuishi na baba yake ili apate maisha mazuri zaidi. Aliposikia hayo, Soo-hyun hakuweza kujizuia kihisia na mpasuko uliokuwa kati ya mama na binti hatimaye ukapona. Kwa masikitiko makubwa, ilikuwa tayari kuchelewa kwa sababu mama yake mpendwa alikuwa tayari amefariki. Wakati huo huo, Park-hoon alipokea simu kutoka kwa mpelelezi aliyemwambia kuwa amepata mahali alipo mpenzi wake. Akiwa na furaha kubwa, Park-hoon akaelekezwa alete pesa na
akutane na mpelelezi katika eneo maalum. Hata hivyo, Park Hoon hakujua kuwa mwanamume uliyevaa shati jeusi alikuwa akimfuata. Park Hoon na mpelelezi walipokuwa karibu kukutana, gari kubwa la mizigo lilipoteza mwelekeo na kuligonga gari la mpelelezi. Park Hoon hakuamini macho yake, akakimbilia kutoa msaada na akamrudisha mpelelezi haraka katika kliniki yake. Dr. Moon aliwasili baada ya kusikia habari hizo na Park Hoon akaanza upasuaji wa dharura kwa mpelelezi. Licha ya vifaa vidogo vya kliniki, Park Hoon akaweka mkono wake ndani ya mwili wa mgonjwa, akafumba macho na akatumia hisia ya mguso kumwongoza. Dr. Moon hakusadiki alichokiona, akishangazwa na ujuzi wa ajabu wa Park Hoon, hasa katika hali ngumu kama hiyo. Kwa juhudi za Park Hoon, mpelelezi aliweza kukuta hatua ya hatari na ambulance ikawasili kumpeleka hospitali. Hata hivyo, walipokuwa wakijiandaa kumpeleka chumba cha hospitali, waligundua kuwa mpelelezi alikuwa ametoweka. Park Hoon akamuuliza muuguzi, lakini muuguzi akadai hajui chochote, huku uso wake ukionekana wa mashaka. Mienendo yake ilimchanganya Park Hoon. Wakati huo, Park Hoon alipokea ujumbe wa maandishi kutoka kwa mpelelezi ukisema kuwa anaenda nje ya nchi kwa ajili ya kuponawa, na akamwagiza Park Hoon asimtafute tena. Park Hoon akapiga simu mara moja, lakini hakukuwa na anayejibu upande wa pili. Mwanamume aliyekuwa akishika simu hiyo alikuwa yule yule mwanamume wa shati jeusi. Mara nyingine tena, Park Hoon alipoteza kabisa mwelekeo wa kumfikia mpenzi wake. Ilikuwa kana kwamba nguvu ajabu ilikuwa inamzuia asimfate. Park Hoon alimkumbuka kuwa alimuona hospitalini hapo awali, hivyo akafikiri kuwa kuangalia rekodi za kamera za usalama kungeweza kuthibitisha kama kweli alikuwa yeye. Hata hivyo, kupata ruhusa ya kuangalia kamera za usalama za hospitali haikuwa jambo ambalo mtu yoyote angeweza kufanya. Park Hoon alipojaribu, alifukuzwa mara moja kwa sababu walijua kuwa Soo-hyun ni binti wa rais wa hospitali. Park Hoon akamwomba Soo-hyun msaada. Yeye alikubali, wakaenda pamoja chumba cha uangalizi wa kamera. Kwa pamoja, Soo-hyun aliweza kumpatia ruhusa ya kuangalia rekodi za video. Baada ya kutafuta kwa muda, hatimaye walimwona mtu aliyefanana na mpenzi wake. Hata hivyo, ubora wa video ulikuwa duni na ilikuwa vigumu kuona uso wake vizuri. Kitu walichoweza kubaini ni kwamba mwanamke aliyekuwa kwenye video alikuwa daktari wa hospitali hiyo. Park Hoon kisha akamchukua Soo-hyun kwenda kliniki yake ili amwonyeshe picha ya mpenzi wake Ji, akitumaini kuwa angeweza kumtambua. Kwa mshangao wake, Soo-hyun alishtuka sana alipoiona picha hiyo kwa sababu mwanamke aliyekuwa kwenye picha alikuwa daktari binafsi wa mama yake. Park Hoon akamuuliza Soo-hyun tena, naye akathibitisha hilo. Wakakimbilia kurudi hospitalini, lakini hawakuweza kumpata Ji. Wakakubaliana waombe taarifa zake za mawasiliano, lakini ghafla sauti walioifahamu ikaita nyuma yao. Ilikuwa ni yule mwanamke waliokuwa wanamtafuta. Park Hoon akiwa na furaha kubwa akageuka kumkabili, lakini mwanamke huyo akadai hamjui kabisa. Akiwa na kukata tamaa, Park Hoon akatoa bangili aliyokuwa amempa alipokuwa vijana, akitumaini ingechochea kumbukumbu zake. Hata hivyo, mwanamke huyo alikasirika sana, akisema kuwa bangili hiyo ilikuwa hirizi ya bahati aliyokuwa amempa mama wa Soo-hyun. Akataka kujua kwa nini Park Hoon alikuwa nayo na akajaribu kuichukua kwa nguvu. Katika vurugu hizo, bangili ikakatika na mwanamke huyo akaondoka kwa hasira. Park Hoon akikataa kukata tamaa, akamfuata. Wakati huo huo, Sang-hee aliyekuwa akimhudumia mgonjwa alichoshwa na ufuatiliaji wa Park Hoon usioisha. Akamsukuma mgonjwa pembeni na alipomwona Park Hoon akiwa amevunjika moyo kabisa, Soo-hyun hakuwa na chaguo ila kumburuta na kumtoa pale. Wakaishia katika mgahawa wa nyama choma ambako Park Hoon akiwa amesononeka alianza kunywa pombe ili kuzima huzuni yake. Soo-hyun akamuuliza kama alijua chochote kuhusu wazazi wa mpenzi wake. Alisema kuwa alikuwa ameona picha ya familia ya watu watatu kwenye tovuti, na alipomwonyesha Park Hoon aligundua kuwa mwanamume aliyekuwa kwenye picha hakuwa baba yake wa kumzaa mpenzi wake. Sasa hakuwa na uhakika tena kama Sang-hee alikuwa kweli Ji au mtu aliyefanana naye tu. Akimuona Park Hoon akiwa amevunjika sana, Soo-hyun alivutiwa na azma yake. Akanyosha mkono na akaugusa uso wake kwa upole. Dr. Han aliyekuwa akiangalia tukio hilo akamuita Soo-hyun kwa simu, lakini alimdanganya akisema kuwa alikuwa nyumbani. Park Hoon akiwa nalewa na kuchanganyikiwa alimchanganya Soo-hyun na Ji na akaushika mkono polepole, jambo lililomshangaza Soo-hyun. Hakujiondoa licha ya kuwa alikuwa na mpenzi. Soo-hyun akajikuta akitumia muda mwingi na Park Hoon. Hali hii haikumtoroka Dr. Han, lakini hakuwa na hasira kwa sababu alimhitaji Soo-hyun kama binti wa mkurugenzi kwa mipango yake mwenyewe. Awali, Soo-hyun alimpigia Sang-hee utarajia kuwa Park Hoon angeomba msamaha kwa matendo yake ya awali. Hata hivyo, Park Hoon alikuwa nalewa sana na wao wawili wakamlazimisha kumpeleka Sang-hee nyumbani kwa mama yake, hali iliyosababisha wakati wa aibu usiotarajiwa na kumwacha Soo-hyun akiwa na aibu huku Sang-hee akiwa na hisia mchanganyo. Sang-hee alitoa maoni kuwa Soo-hyun na Park Hoon walionekana kuwa wakaribu sana, na Soo-hyun akamhadithia Sang-hee kuhusu jitihada
jitihada za Parkun kumtafuta mpenzi wake. Siku iliyofuata, Dr. Han alimkabili Parkun akimwonya akae mbali na Soo-hyun. Parkun alipuuza uonyo huo na hata kumdhihaki, jambo lililomkasirisha sana Dr. Han. Hakuweza kuvumilia mtu yoyote kumsema vibaya mpenzi wake. Wakati huo, Soo-hyun alipita akaona tukio hilo na Dr. Han alilazimika kuliacha. Uwepo wa Sang-hee ulikuwa umemfanya Parkun kushindwa kuishi maisha ya kawaida. Kila mara aliamini kuwa alikuwa G. Dr. Moon alijaribu kumfariji haraka na akamuuliza kama kulikuwa na njia yoyote ya kuthibitisha kuwa alikuwa G, kama vile kovu, alama ya kuzaliwa, birthmark au kitu kingine chochote. Maneno ya Dr. Moon yakachochea kumbukumbu ghafla. Parkun akakumbuka kuwa mpenzi wake alikuwa amewahi kufanyiwa upandikizo wa kidney hapo awali. Ili kumsaidia Parkun, Dr. Moon alijaribu kutumia mawasiliano yake kupata rekodi za Sang-hee, lakini hospitali ilikuwa na sheria sana kali. Kufungua rekodi za mtu mwingine ilikuwa kinyume cha sheria na adhabu yake ilikuwa kali. Hata hivyo, Parkun hakujali. Akachukua mafaili na kuenda nayo chumbani kuyachunguza. Dr. Moon akakimbia kumzuia, akimwonya kuwa hatua hiyo ingeweza kumsababishia kupoteza leseni ya udaktari. Lakini Parkun hakusikiliza. Akamsukuma Dr. Moon pembeni. Aliketi mbele ya skrini akitazama matokeo yaliyoonyesha kuwa kidney zote mbili zilikuwa salama. Parkun akazama katika kiti. Hakutaka kuukubali uhakika uliokuwa mbele yake, lakini haukuweza kukanishika hata kwa mbali. Parkun akamtazama Sang-hee aliyefanana sana na mpenzi wake na hakuamini kuwa watu wawili wangeweza kufanana kiasi hicho. Alianza kukumbuka kila tukio aliloshiriki na G na akajiambia kuwa haijalishi mtu anavyobadilika, huwezi kuiga mapigo ya moyo bila kusita. Akamsogelea Sang-hee na kumkumbatia. Kwa mshangao, hakupinga, Malaba akiwa na huruma baada ya kusikia hadithi yake. Kwa upande mwingine, Soo-hyun alihisi kuwa Parkun alikuwa amevunja mipaka, lakini Parkun aliinsisitiza kuwa kuna mtu mmoja tu duniani mapigo ya moyo wake yanafanana na yake, na huyo ndiye hatima yake. Baada ya kusema hivyo, alimkumbatia Soo-hyun ghafla, jambo lililomkasirisha sana. Soo-hyun akamtukana, akamwita tapeli na akaondoka kwa hasira. Wakati huo hospitalini, mwanamke mjamzito alikuwa anavuja damu nyingi sana na alikuwa nakosa oxygen. Kama asingepata matibabu ya haraka, maisha ya mtoto yangekuwa hatarini. Daktari aliyekuwa zamu hakujua jinsi ya